Ya, ndugu mtazamaji na msikilizaji, na tumaini ya kwamba unatupata katika hali iliyo njema. Walioko mbele yako ni vijana wa SYL wanaochukua kozi hizi ya viongozi waandamizi mafunzoni, ambapo wapo mbele yako kwa ajili ya kuweza kukuletea ufafanuzi mbalimbali kuhusiana na mada yetu kuu ya mazingira. Na katika siku ya leo tutajaribu kugusia vipengele mbalimbali vitakavyotuelekeza katika mazingira na asili ya mazingira na kwa nini mazingira, lakini pia tutajaribu kuona ya kwamba mazingira yana umuhimu gani katika maisha yetu ya kiroho. Hivyo basi, bila kuchukua muda, nipende kumkaribisha kaka Manyanza Sagati Sita kwa ajili ya kutuelekeza nini maana ya mazingira. Karibu. Asante ndugu mwenyekiti. Maana ya mazingira, kwamba mazingira ni jumla ya vitu vyote vinavyomzunguka kiumbe hai, ikiwemo vitu vya asili pamoja na vitu vinavyotengenezwa na binadamu. Kwa mfano, ardhi, majengo na vitu vyote ambavyo vinamzunguka kiumbe hai. Na kwa namna hiyo, vitu hivi vinaweza kumwathiri moja kwa moja kiumbe hai katika maisha yake ya kila siku. Hii ni maana fupi ya mazingira. Asante. Nadhani tumeweza kupata maana iliyo halisi ya mazingira, na sasa bila kupoteza wakati tuelekee katika kipengele cha aina mbalimbali za mazingira. Kama tunavyofahamu kwamba tupo katika aina mbalimbali za mazingira na tunatofautiana pamoja sisi wanadamu pamoja na viumbe wengine, lakini pia pamoja na vitu ambao havina uhai. Hivyo basi, moja kwa moja tutaenda kwa kaka Petro Joshua aweze kutuelekeza kwa ufupi aina za mazingira. Karibu. Asante sana mwenyekiti. Kuna aina kuu mbili za mazingira, na aina ya kwanza ni mazingira asilia au natural environment, kwamba ni mazingira ambayo Mungu mwenyewe amehusika kwenye utengenezaji wake. Yaani Mungu ndiye chanzo cha kuwepo kwa asilia ya mazingira. Mfano kama milima, bahari, misitu. Tuna mifano misitu mikubwa kabisa kama Amazon, vitu ambavyo vimekuwepo toka dunia ilipoanzishwa. Lakini pia aina ya pili ni mazingira ambayo yanatengenezwa na mwanadamu, au mwanadamu anahusika kwa asilimia kubwa kwenye kupatikana au kuwepo kwa mazingira ya aina hiyo. Mfano kama nyumba, barabara, kuna mabwawa, hivyo vitu ambavyo mwanadamu ndio vinaitwa kwa Kiingereza human made future. Hivyo ndio ambavyo vinaunda sehemu ya mazingira ambayo yanatengenezwa na mwanadamu. Asante. Lakini pia ndugu mtazamaji, unaweza kuangalia mahali hapa ambapo tumeketi pia ni mazingira, na aina hii ya mazingira, kuna mazingira ya asili, lakini pia kuna mazingira ya kutengenezwa na wanadamu kama tunavyoona tulivyokaa katika mazingira haya. Lakini pia ukiangalia utaona miti na uoto wa asili. Hayo ni mazingira halisia kama alivyotuelekeza kaka Petro Joshua. Na sambamba na hilo basi, twende moja kwa moja kuangalia nini umuhimu wa mazingira kutoka kwa mzungumzaji wetu na kiongozi wetu mwandamizi mafunzoni, kaka Boazi Jeremiah Zumba. Karibu. Asante mwenyekiti kwa nafasi hii. Tunaenda kuangalia umuhimu wa mazingira kwa binadamu, lakini pia tunaangazia aina tofauti za umuhimu wa mazingira. Mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki, zipo aina mbalimbali za mazingira, umuhimu tofauti wa mazingira. Nikianza na jambo la kwanza, mazingira ni chanzo cha makazi kwa viumbe hai. Ninapozungumzia chanzo cha makazi kwa viumbe hai, tunaona binadamu sisi wenyewe tumepata hifadhi katika mazingira, lakini pia wapo wanyama mbalimbali ambao wanaishi katika misitu. Wanaishi huko, mazingira yamewapa hifadhi. Kwa hiyo environment it's a habitat for all living things. Lakini pia mazingira yanatupatia uhai. Binadamu tunavuta oksijeni. Sasa kupitia mimea ambayo imeota katika mazingira tunapata uhai, kwa sababu tunapumua, tunavuta oksijeni, lakini pia tunatoa carbon dioxide. Lakini pia
hayo mazingira yanatusaidia kuimarisha afya zetu. Panapokuwa na mazingira ambayo ni bora, mazingira mazuri, magonjwa nyemelezi yanakuwa hayapo, lakini pia magonjwa ya milipuko yanakuwa hayapo. Kwa hiyo afya za binadamu zinakuwa zimeimarika kwa kiasi kikubwa. Lakini pia mazingira ni chanzo cha uoto wa asili. Panapokuwa na mazingira sehemu yoyote, uoto wa asili huwa unaota. Lakini pia inakuwa ni sehemu ya kivutio cha watalii, ikiwa ni umuhimu wa nne wa mazingira. Mungu akubariki tunapoendelea kuangazia mada hii ya mazingira, ikiwa vyote hivi Mungu aliviumba katika uumbaji katika kitabu cha Mwanzo. Asante kaka Jeremiah Zumba kwa kutupatia umuhimu wa mazingira. Sasa moja kwa moja tuendelee kwa kaka Derrick Adamson ambaye pia ni mwanafunzi mafunzoni, huyu akichukua kozi hii ya SYL, yani kiongozi mwandamizi, atuelekeze moja kwa moja katika athari za uchafuzi wa mazingira. Karibu. Athari za uchafuzi wa mazingira zipo nyingi sana. Moja ya athari za uchafuzi wa mazingira ni madhara kwa afya ya binadamu. Mfano magonjwa kama kuhara, kipindupindu, vyote hivi husababishwa na uchafuzi wa mazingira. Lakini pia kuangamia kwa viumbe hai, mfano samaki baharini, kutokana na sumu kali na uchafuzi wa mazingira baharini husababisha viumbe hai baharini kuangamia. Pia kutokana pia wanyama nchi kavu nao huangamia. Mabadiliko ya tabia ya nchi, hali ya hewa, ongezeko la joto duniani, hiyo yote husababishwa na uchafuzi wa mazingira. Pia mabadiliko ya tabia ya nchi, uharibifu wa ardhi, yote haya ni madhara ya tabia, madhara ya mazingira. Pia athari za kiuchumi, wengi tunajikita kugharamia matibabu kuongezeka, mfano hospitalini, uvuvi na kilimo kupungua kwa sababu ya uchafuzi wa mazingira maeneo hayo, lakini uasili utalii. Hizi ni moja ya athari za mazingira. Asante kaka Derrick Adamson, alikuwa anatuelezea athari za uchafuzi wa mazingira, na nadhani tumeweza kumpata barabara katika kipengele hicho. Na moja kwa moja basi tuende kwa kaka Amaniel Dickson Samuel ambaye pia ni mwanafunzi ambaye anachukua mafunzo haya ya SYL, atuelekeze katika njia za utunzaji wa mazingira, ambapo sisi kama wanadamu, lakini pia pamoja na viumbe hai wengine, tutaweza kuishi katika mazingira yetu katika hali ya usalama na utulivu bila kuathiri ekolojia ambayo ndiyo tunayoitegemea kwetu sisi ili tuweze kuishi. Asante sana mwenyekiti. Kama tulivyosikia kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kutunza mazingira ambayo yanatuzunguka, lakini tutayatunza namna gani? Hili ni swali la kujiuliza kila mmoja. Bahati nzuri kuna njia mbalimbali za kuweza kutunza mazingira, ambazo njia hizo zinaweza zikawa zimegawanyika katika naweza nikasema kategori mbalimbali. Kuna njia za asilia, lakini kuna njia pia ambazo mwanadamu aliziona huenda zinaweza zikatumika ili kutunza hayo mazingira. Njia ya kwanza tunaweza tukaona kwamba kuna njia ya kuweza kupanda miti, na tunafahamu kwamba kupanda miti, matumizi ya miti yamezidi kuongezeka katika dunia yetu, ambapo miti inatumika katika shughuli tofauti sitazitaja, lakini umuhimu wa kupanda miti inaweza ikapunguza mmomonyoko wa udongo, lakini kuboresha na kuzuia inaweza ikaboresha hewa na kupunguza hewa chafu kama vile hewa ya carbon dioxide. Kama alivyokwisha kusema kaka Boaz, nakumbuka vizuri, alisema kwamba mojawapo ya umuhimu wa mazingira ni kutuletea hewa safi. Kwa hiyo tunapopanda miti inaleta hewa safi ambayo ni hewa ya oksijeni inayotumika katika kwa viumbe hai. Lakini pia kuna kupunguza kutumia tena na kurejeleza taka, au kwa lugha ya kitaalamu wanaweza wakasema reuse, reuse pamoja na recycling, kwamba takataka hizi ambazo tunaziona zinatupwa katika mazingira yetu haziwezi kaendelea kubaki hapo. Kuna njia ambazo wanadamu wamezitumia, kwa mfano reuse au kutumia tena, kwa maana baada ya kutumia
bidhaa ambazo zinazalishwa viwandani tunaweza tukazitumia tena kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa mfano, tairi za gari ambazo huenda zinazalishwa viwandani, wapo wengine wanazitumia sasa hivi, wanazika ardhini kwa ajili ya kutumia kama shimo la choo au mashimo mengine ambayo yanatumika kuhifadhia maji taka au maji machafu. Hiyo ni njia mojawapo, lakini pia kuna maplastiki na chupa mbalimbali. Sasa hivi bahati nzuri serikali na dunia kwa ujumla wameleta hiyo njia, ambapo tunaona sasa hivi watu wamepata ajira, wanaokota chupa wanazipeleka viwandani ili zikaweze kuzalishwa tena kwa namna nyingine. Hii pia inasaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Lakini ukienda kwa haraka, kuhifadhi maji. Unajua maji ni sehemu ya mazingira, na kama maji yatatumiwa vibaya, basi tunachafua pia mazingira. Maji tunaweza tukayahifadhi vizuri. Kwa mfano, funga bomba au funga maji mara baada ya kuyatumia, usiache yaendelee kumwagika. Hapo utakuwa umetunza mazingira. Rekebisha bomba ambazo zinavuja. Miundombinu kuiweka sawa pia inaweza ikatusaidia kutunza mazingira. Tumia maji kwa uangalifu, usiyapoteze, kwa sababu maji ni sehemu ya mazingira. Kuna umuhimu mkubwa wa kutunza maji. Ni vibaya kama utaacha maji yakiwa yanamwagika barabarani, yanatembea huku na kule, hasa maji machafu yanapelekea kuleta magonjwa. Kwa mfano, kuna namna ya kuweka madustbin na sehemu maalum kwa ajili ya kutupa takataka kwenye maeneo ya wazi ambayo tunaita public, lakini pia na sehemu husika. Kwa mfano, kaita dump, lakini pia sehemu ambazo zimewekwa rasmi kwa ajili ya kutupa takataka ni muhimu kuweza kuzitumia. Lakini pia kuna mazingira pia kwa kuzima taa muda unaotakiwa, matumizi ya umeme sahihi ili kuendelea kutunza mazingira. Maana kama tutatumia vibaya, basi umeme huo pia unaweza ukawa ni adui kwa viumbe hai, hasa kwa wanadamu na viumbe vingine. Zipo njia nyingi za kutunza mazingira, hizo ni baadhi tu. Nashukuru mwenyekiti. Asante. Na asante wazungumzaji wa awali wamekwisha kuzungumza mengi kuhusiana na mazingira. Sasa ndugu mtazamaji na msikilizaji, na nikurejeze moja kwa moja katika Biblia na mazingira, au mazingira na Biblia, lakini pia kanisa langu la Waadventista wa Sabato pamoja na mazingira, lakini pia mazingira pamoja na kanisa la Waadventista wa Sabato. Na ukiangalia moja kwa moja katika Biblia, kitabu cha Mwanzo 1, lakini pia kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2, Mungu mwenyewe anaonekana kama mwana mazingira wa kwanza kabisa na mwana mazingira halisia, ambaye ndiye the father of environmental, akiwa anajaribu kwanza kumtengenezea mwanadamu mahali ambapo angeweza kuishi. Hayo yote ni mazingira ambayo aliweza kutengenezewa mwanadamu ili anapoumbwa katika siku ya sita aweze kuishi. Na ilipofika siku ya sita, basi Mungu akamfanya mwanadamu, na baada ya mwanadamu kuweza kuumbwa, basi aliyakuta mazingira yakiwa katika uhalisia, yakiwa katika ubora wake, na ndio Mungu akamwambia kwamba Adam amtunze, ailime na kuipalilia bustani ile, maana ni mazingira ambayo alimkabidhi. Jambo ambalo Mungu alimsisitizia Adam ni kuitunza. Tuitunzeni mazingira, nayo yatatutunza. Na ndiyo maana kanisa langu linayo programu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na upandaji wa miti, lakini pia ni pamoja na kufanya usafi katika magereza yetu mbalimbali,
na katika mahospitali mbalimbali na ofisi mbalimbali, lakini pia hata mazingira mbalimbali ya shuleni, lakini pia na mazingira mbalimbali ya masokoni na maeneo mengine kama hayo. Hivyo basi ni jukumu letu sisi kama wanadamu kuweza Mungu atubariki, lakini Mungu aweze kuwabariki wasikilizaji na watazamaji wote, lakini pia bila kumsahau ambaye ni mchukua kamera au rekoda wetu kaka Anogre Mgeni ambaye pia